Yesu asifiwe watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo. Niombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza na kulinua jina lako. Asante kwa ajili ya muda mzuri na saa nzuri. Ninakukaribisha tena mahali hapa uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu kwa utukufu wa jina la Yesu ninaomba, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, nikukaribishe na kukualika wewe ambaye ni mtazamaji wetu wa Esther Masanja TV. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tunaendelea na kipindi chetu. Leo nilizungumza jana nikasema kwamba leo tutaendelea na maombi. Tutaendelea na maombi ya kutubia makosa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi, haleluya, Zaburi ya 19 mstari wa 12, Biblia inasema, ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Hiyo ni toba ya Daudi. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 25 mstari wa 7, Biblia inasema, usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, Mungu, kwa ajili ya wema wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutatembea na huu mstari na hii Zaburi 25 mstari wa 7. 25 Zaburi mstari wa 7. Maovu au makosa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaamini kwamba mtumishi wa Mungu kwa leo jiandae tu kwa ajili ya kutubu. Nifuatishe maneno haya. Lakini niseme kwamba hapa ninapozungumza maana yake simaanishi kwamba ndio na wewe utaishia dakika hizo ambazo nitakuongoza hapa. Hapana. Huu ni mwongozo tu, lakini na wewe utazama zaidi. Nimesema kwamba kutubia makosa au kutubia uovu, unatakiwa urudi ulikotoka. Ni kama mtu ambaye unatafuta ni wapi haki yako ilidondokea wapi, kile unachokihangaikia kilidondokea wapi. Ndo toba. Nisikilize, maombi ya toba ndio yanayokupa mwelekeo, ndio yanayokufunua macho ujue ya kupasayo kutenda na kuyaona yaliyokwisha kupita na kupata mwelekeo wa kesho yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaposoma kitabu hiki cha Danieli, somo letu tunaongozwa na kitabu cha Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 27. Danieli anasema ya kwamba akamuungamia Mungu maovu yake, maovu yao na maovu ya baba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ukisoma sura ya 10 ndio utagundua Mungu alimpa mwelekeo kwa habari ya ukiwa wa taifa lake, na ndio maana alipata mafunuo mengi sana. Mara baada ya hii sura amepata mafunuo mengi sana Danieli. Ukisoma utagundua hata kuja kwa Yesu Danieli alitabiri. Ukisoma vizuri kitabu hiki, hata mambo ya ufunuo, kitabu hiki kinawiana na ufunuo wa Yohana, hiki kitabu. Lakini ni kwa sababu gani? Alimlingana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nifuatishe maneno haya sasa mtumishi wa Mungu, tuombe. Leo tunaanza kuomba. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo, siku ya leo ninaamini neema yako, ninaamini upendo wako, ninaamini nguvu zako, ninaamini makusudi yako ya kwamba uliniacha duniani naendelea kuishi ni kwa sababu unanipenda na uko mpango wako ambao haujatimia bado. Baba, ninakuja mbele zako siku ya leo. Ninakukaribisha Mungu Roho Mtakatifu, wewe uchunguzaye mafumbo ya moyo wa Mungu na kutupasha habari. Na mimi siku ya leo ninahitaji kupashwa habari, nahitaji kujulishwa mambo ambayo yako mbele yangu sawa sawa na kizazi hiki, sawa sawa na karne ninayoishi mimi. Kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu upo. Asante kwa sababu utanisaidia kuomba. Wewe ufunuaye siri, uwezaye kumfunua Kristo katika maisha yangu, uwezaye kumfunua Kristo katika mwenendo wangu wote, katika jina la Yesu. Kwa maana Biblia inasema Roho naye
hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Niko tayari sasa, nipe mwelekeo kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu uko pamoja na mimi. Siku ya leo ninakuja mbele zako kwa toba. Leo ninatubu na kuomba rehema zako juu ya kila uovu, juu ya kila dhambi, juu ya kila makosa ambayo mimi nimeyafanya kwenye maisha yangu. Mfalme, ninainua mikono yangu juu nikiamini msaada ninataka utoke kwako. Na ndio maana Daudi anasema, na yainua macho yangu juu nitazame, msaada wangu natoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Maana yake msaada wangu natoka kwako juu. Baba, ninakuja mbele zako kama nilivyo. Ninaomba leo nisamehe. Ni kweli kabisa umekwisha kunisamehe dhambi. Nikifa leo ninaweza kuirithi mbingu, lakini ninakuja mbele zako kwa kutubia kila matendo niliyowahi kuyafanya kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Sasa mtumishi wa Mungu, unapotubia na ukasikia ndani yako kwamba tubia uzinzi uliowahi kuufanya miaka ile, ujue lile ni pando tayari ulikwisha kulipanda, umetengenezeka mfumo. Ukakumbuka niliwahi kumdhulumu mtu kwenye hii toba, itubie. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa jina la Yesu, leo ninatubia hilo kosa niliyowahi kulifanya kwenye maisha yangu. Nilipodhulumu, Baba uliona, maana kuna nafsi ya mtu ililia, nisamehe. Nilimwaga damu kama alivyomwaga mtumishi wako Kaini. Kupitia damu iliyomwagika, ikaanza kumlilia, ikanena mabaya. Na ndio maana Yesu Kristo, wewe uliangikwa pale msalabani, ukasema ya kwamba damu hii imemwagika kwa ajili yetu. Maana yako ulikuja kutufutia hukumu. Na mimi leo ninanyenyekea chini ya mbawa zako, nikiomba huruma zako zinifuate. Huruma zako leo zinifuate kwa jina la Yesu Kristo. Baba, neno lako linasema miaka yako itarejeshwa. Itarejeshwa miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu. Sio kwa mabaya tu, sio kwa mazuri tu. Inawezekana miaka yangu, miaka nilipokuwa na miaka 20 au 16 au miaka hiyo kadhaa nilifanya uovu. Maana yake miaka yangu toka kipindi kile ililiwa. Ni mimi niliyesababisha madumadu ale maisha yangu. Ni mimi niliyesababisha nzige atafune afya yangu. Ni mimi niliyesababisha nzige watafune ndoa yangu. Ni mimi niliyesababisha nzige watafune wokovu wangu na utakatifu wangu. Baba, siku ya leo ninatubu, ninaomba rehema. Ninarudi miaka mingi ambayo nimewahi kuishi katika hii nchi na dunia hii, ambayo imekuwa sababu dunia imeota miba, ardhi imeniotea miba, imeachilia miba, imeachilia kifo, imefunua mahali uharibifu. Baba, leo ninatubu na kuomba rehema zako. Ulimwambia Kaini alipodhulumu mwenzake, nafsi ya mwenzake, ukamwambia ya kwamba umelaaniwa, ardhi utakapoilima haitakupa mazao na utakuwa mtu usiye na makao. Leo ninatubia kila damu niliyowahi kuimwaga mimi. Nilipotoa mimba, ninaomba unisamehe. Nilipofanya machukizo, ninaomba unisamehe. Nilipoiba mume wa mtu, ninaomba unisamehe. Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa, anafanya jambo la kuhatarisha nafsi yake. Baba, nafsi yangu nilihatarisha nilipotembea na mwanamke ambaye sio wa kwangu. Leo ninatubu, ninaomba rehema zako. Rehema zako ziwe juu ya maisha yangu siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Damu yako ya thamani Yesu Kristo, iniondolee hukumu zote, iniondolee machukizo, iniondolee kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninasogea msalabani pako ambapo ulininunua kwa damu yako ilimwagika. Na mimi leo nafsi yangu ninaitoa kwako ili unirehemu mimi. Ninajipaka majivu katika ulimwengu wa roho, ninaanguka mbele zako katika ulimwengu wa roho. Baba, ninaomba huruma zako zinifuate siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako inene mema leo, damu yako inene mema. Nimekumbuka na ninajuta
Mungu Roho Mtakatifu, uchunguzae mafumbo na kuona vitu vya rohoni. Mimi nimekuwa mtumwa katika roho kwa sababu ya kosa hilo nililolifanya mimi. Baba, leo ninaomba uniondolee hukumu hii inayonizinga kwa wepesi na kunihukumu. Baba, niondolee. Ninakuja kwako, ninajutia kabisa. Baba, unirehemu. Tazama kwa jicho la wepesi, maana wewe unasema unatusamehe dhambi kwa ajili yako mwenyewe. Ni kwa sababu Mungu, kama nitakuwa mcha Mungu, ni mwenye mateso, sina ushuhuda, nisamehe. Inawezekana nimesababisha hata utukanwe. Umaskini unaonifuatilia ni kwa sababu nilimwaga damu. Baba, ukame ukafuatana na mimi ni kwa sababu nilizulumu, nilisababisha machozi kwa mtu mwingine. Baba, leo ninatubu, ninaomba uniondolee hii hukumu ambayo imesimama mbele yangu kwa jina la Yesu Kristo. Rehema na huruma zako zinifuate. Inawezekana nimekosa kuolewa ni kwa sababu nilisababisha mwingine akose mume wake, nilivunja ndoa ya mtu mwingine. Baba, ninaomba unihurumie, mimi ni mwenye dhambi, ninakiri kwa kinywa changu. Rehema zako zinifuate Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wema wako Baba ninatamani kuuona tena ukiwa juu yangu. Natamani kuona neema yako tena ikiwa juu yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siku ya leo ninautubia huo mfumo wa kushindwa nilioutengeneza mwenyewe. Ninautubia huo mfumo wa magonjwa nilioutengeneza mwenyewe. Ninautubia mfumo wa utasa nilioutengeneza mwenyewe. Ninatubia huo mfumo wa kuachika nilioutengeneza mwenyewe. Ninatubia huo mfumo wa kutokuwa na Mungu kwenye maisha kwa sababu niliutengeneza mwenyewe. Baba, ninautubia huo mfumo na umejengeka, umekuwa madhabahu. Baba, ninaomba unisamehe. Leo ninaita damu yako ipite kwenye maisha yangu toka nilivyoanza kujitambua, toka nilivyofikisha miaka 16 mpaka leo. Baba, damu yako ipitie maisha yangu yote. Baba, ninatubia na kuomba rehema na huruma zako kwa jina la Yesu Kristo. Pitia maisha yangu yote ili huu mfumo uweze kuondolewa katika maisha yangu. Daudi anasema nimezigika, imetosha. Na ndio maana aliteseka mpaka uzeeni, aliumizwa mpaka uzeeni, alilia mpaka uzeeni. Baba, ninaomba siku ya leo nihurumie. Yale niliyoyafanya hayakuwa sahihi kabisa. Ndio maana nakumbuka nafsi za hao waliolia. Mungu Roho Mtakatifu, nenda ukaniombee msamaha kwenye mioyo yao. Inawezekana mpaka leo wamenihifadhi kwenye mioyo yao, nimekuwa ukuta kwenye maisha yao, maana hata kukuona wewe hawawezi tena. Ni kwa sababu mimi nilitumiwa na adui. Leo ninakuja kwako kama nilivyo, ninaomba unihurumie, unisamehe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye neema na Mungu mwenye makusudi mema katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, unaweza ukafuatisha maombi hayo, ukayafuatisha, lakini niseme tu kwamba Mungu akubariki. Haya maombi unaweza ukatumia hayo maneno na Mungu Roho Mtakatifu atakuongezea point nyingi sana. Kwenye eneo la makosa unaweza ukachukua siku 10. Unaweza ukaamua kuchukua siku kadhaa kwa kadri ya neema ya Mungu itakavyokuwezesha. Mungu akubariki sana. Ngoja tuombe. Baba, ninamfunika mtumishi wako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tangaza wema wako uwe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Natarajia kusikia shuhuda tena. Amen. Ubarikiwe sana. Amen.